binti ambaye hajazaa, kumbuka hana kipimio. Hana nini? Hana kipimio. Amesema anataka binti ambaye hajawahi kuzaa. Lakini ajabu yake yeye ameshindwa kunyosha maelezo, hata akili ya kunyosha maelezo hana. Kwamba sitaki binti ambaye anamjua mwanaume. Maana yake atangaze mabango, nataka mwanamke bikra, atafutane kila mkoa. Huyo asiseme nataka mwanamke wa tabia fulani, asemaje natafuta mwanamke bikra asiyemjua nani? Mume. Akisema nataka mwanamke ambaye hajazaa. Sasa hivi waliozaa ila hawana watoto ni wengi. Wako waliozaa na wamelea watoto, afadhali hata hao wana huruma. Wako ambao wamezaa chooni wako 8. Alafu unamkuta ni kama hana nini? Watoto. Mimba 12 asimo tumo. Alafu mwisho wa siku wewe unasema nimeoa binti ambaye hana nini? Subutu. Huyu ndugu yangu huyu hana tofauti na mabewa ya treni yaliyochakaa, isipokuwa ana kimvuli cha Mungu kinamtunza. Wewe ukitaka mtu mwenye sifa hiyo, manake tangaza kwa watu wazima, usitafute sura, usiulizie sura wala tabia. Sema tunatafuta mwanamke ambaye hamjui mwanaume. Kwa kama kuna nyumba ambayo mwanamke hamjui mume, mimi niko tayari kumwoa huyo. Sifa yake moja tu, asimjue mume, akanijue mimi mwenyewe, nikamfundisha tabia zangu mwenyewe. Wewe nitasema uko fiti kiakili. Unasema nataka baada sasa. Wako ambao hawajapakata hivi, hawajanyonyesha hivi, lakini hawa wamezaa mara 8, wamezaa mara 200, wamezaa kuliko wale walio na watoto wa mkononi. Yaani aheri aliye na watoto mkononi kuliko yule ambaye amezika 7, amezika 8. Mwingine anasema hii ilikuwa ya 11. Unamuoa, unaanza kupeperuka naye hospitalini. Mara kizazi kimeshuka, mara kizazi kimeregea, mara kizazi kimepanda kwa juu. Kinapandaje kwa juu wakati hujawahi kuzaa? Kinaregeaje hujawahi kuzaa wewe? Kinaregea na vipi? Kimeregezwa na nani? Kumbe sasa matreni yameenda ya mwendo kasi, yamekuja mwendo baridi, yameenda yamerudi, yamekata kona mara 150. Wewe unasema fresh gani? Hakuna fresh. Ndugu yangu, ngoja nikwambie. Watu tumeokoka, lakini tabia za kale tunazo. Tumeokoka, matabia zamani bado yanakufuata. Amen. Umeokoka unashangaa kamimba ka Juma mbao. Akiniona mchungaji wangu. Na wapenda wakiniona watasema bwana wako yuko wapi? Hapa ni mwendo wa kusafisha. Amen. Tilipo hii kwenye wokovu uliokolea wangaza huu utakufa nako. Amen. Wala kwa muda fulani nini? Amen. Siku nafasema nataka tu nifanye pia. Lakini nataka kufanya pia. Tuonane paradiso. Tuonane. Kwenye kifo hicho ukifa mbele yao. Umefanya haya. Sitakataa kuzika. Amen. Nitawakubalia maana kuja. Ila wasitegemee na kuzika. Nikifika pale na badili upepo. Nitakuhubiria wewe hata kama umelala. Umetutia aibu mazabuni. Umekufa kwa kutoa mimba mpumbavu wewe. Amen. Nilikufundisha kwa kauli ya Mungu. Ikimbia dhambi. Amen. Dhambi hauwezi ombewa bila kuikataa. Unaombewa baada ya kukiri. Baada ya ukiri wako wa kuikataa dhambi, ndipo unaombewa. Toba uongozi huko hujaamua, unaamua na toba unaongozwa. Mpe Yesu makofi mengi. Umeniita mimi, si ndio utakuwa nimepata fursa ya kuwahubiri wanaoendelea kufyatua na kufyagia. Amen. Nitapata nafasi ya kuhubiri pale. Ni mkutano usio na matangazo huo. Ni mkutano usio na gharama. Mimi tu nikuhubiri pale, jasho zitoke na ubiri dakika 20 lakini zinawatosha. Ujumbe wanaenda nao. Na pale sema unaendelea kutoka, endelea kutoka na utafanywa hivi. Lakini kwa kuwa mwenye akili anaokoka, mtu ambaye akili yake amekuwa kwa punguani haokoki, basi mwenye akili utaokoka. Waliokosa akili ndani ya akili zao, basi hao ni kama unampigia mbuzi gitaa, hawezi kucheza. Haleluya. Amen. Nini?
kuamuru ubadili nini? Tabia. Na inafanya nini? Inawezekana. Usisubiri mpaka upofolewe macho. Kama Sauli, wokovu wake ulikuwa mpaka apofolewe macho ndio akaanza kumkiri Yesu. Lakini mwisho wa siku wale ambao walikuwa wanashuhudia akiwaumiza watu wa Mungu wakaanza tena kuwa mashuhuda, wakishuhudia jinsi alivyobadilika, jinsi anavyoanza kumtangaza Yesu, jinsi anavyomhubiri nani? Yesu. Yule Yesu aliyempinga wakimhubiri watu wengine akaanza kumkubali na kuingia kila mahali alipokuwa na watu wote walikuwa wanamtuma. Yule aitwaye Sauli walikuwa wanamtuma kauwe, kafanya hivi. Wote alienda kwenye maeneo yao kuhubiri. Akasema Kristo kweli ni mwana wa Mungu. Kristo walikuwa wanakataa kwamba Kristo si mwana wa nani? Mpaka wakawa wanawaua watumishi wa Mungu. Akafika mara akasema Kristo kweli ni mwana wa nani? Wa Mungu. Msikilizeni, mfuateni Kristo, anao uzima wa milele. Wakaanza kusemezana, jamani, huyu si yule aliyekujaga, si yule aliyekuwa anapinga haya, si yule alikuwa hataki aendelee, mbona anayahubiri tena? Si ndo huyu, si ndo huyu, si ndo huyu, si ndo huyu. Akawafuata mpaka wakuu wa Dameski, nao akawaambia, mlikuwa mnanituma nikawaue, sawa, lakini nawaambia nilichokuwa na kipu ni kitu sahihi. Wakasema umepagawa, umeshikwa na kichaa, au nikasema sina kichaa. Hakika Kristo yupo. Hakika Kristo ni mwana wa Mungu. Utaniambia nini wewe? Kama mijitu miuaji, mijitu mikorofi iliamua kubadili tabia. Ikakataa tabia ya kale, ikavaa tabia mpya. Wakaanza kuiona tabia mpya ndani ya Paulo, mnemwita Paulo, akiwa Sauli. Wakaiona tabia ya Mungu kwa Sauli. Amen. Muda huo alikuwa mtumishi mmoja anaitwa Anania. Mungu alimtumia Anania, akaweka mikono juu ya Sauli, akasema Bwana amenituma na kutamkia kuanzia leo, ona macho yako. Amen. Mungu alimpofosha macho. Mungu alipofosha macho ya Sauli kwa sababu ya maudhi aliyomuudhi Mungu kiasi cha kutosha. Mungu akapeleka upofu kwenye macho, akapeleka maganda bandika kwenye macho, kufumba na kufumbua. Sauli akawa haoni tena njia, akawa haoni mwelekeo, akabaki na upofu kwa muda. Alipokiri, alipotubu, Mungu alipotambua toba hii ya kweli na huyu mtu hatarudi dhambini, atalitumikia, ndipo ambapo alimwamuru mtumishi wake Anania, akimwambia weka mkono juu yake na umtamkie aone tena. Kumbuka, Mungu amempofosha straight, hakutumia nabii. Sikiliza vizuri, wakati wa kumpofosha macho Sauli, Mungu alimpofosha mwenyewe. Amen. Kwa uwezo wake mwenyewe, kwa kutumia upepo wa kimbunga. Sema kimbunga. Unaisikia sauti ndani ya ile kimbunga ikisema mbona unaniuzi? Fulani mbona unaniuzi? Mbona umezidi kutenda mabaya? Mbona unaumiza kanisa langu? Mbona unaumiza watumishi wangu? Mbona unawaua watumishi wangu? Sasa wewe utasikia sauti ya mbona unawaua watumishi wangu. Utasikia mbona unapuuza mafundisho wanaokufundisha watumishi wangu. Nimewatuma kwako kwa habari njema, umezikataa, bado unaendelea na tabia za kale. Nimetuma watumishi tofauti wakuhubiri wewe ubadilike tabia. Tabia yako ibadiliki. Mbona ubadiliki tabia? Kuanzia leo hautaona tena, hautaona jua, hautaona vazi wala rangi wala mwanga. Unashangaa giza inaingia kwenye macho. Ni huzuni kubwa kusubiri giza liingie machoni. Ni huzuni kubwa kusubiri giza litande kwenye macho yako. Ni huzuni kubwa
ulipoutubu dhambi. Ni kusudi kubwa kusubiri ufariki dunia ndipo sema tunatubu dhambi. Waliokufa wana nafasi ya kutubu, walio hai wamepewa nafasi ya kumkiri Yesu. Walio hai ni wewe unanisikia, uko hai, sikia neno la Bwana. Badilika tabia, badili maneno, badili tabia yako. Achana na tabia ya zamani. Ulikuwa mlokozi, achana nayo. Ulikuwa msengenyaji, achana nayo. Ulikuwa mtu mwenye tamaa za uzinzi, achana nazo. Ulikuwa mtu mwenye wivu, achana na wivu. Ulikuwa mtu mwongo, achana na uongo. Ulikuwa msingiziaji, achana na usingiziaji. Ulikuwa ni mnyang'anyi, achana nao. Wewe anza tabia mpya, anza tabia mpya. Ulikuwa mtu wa lawama kwenye nyumba yako, acha lawama. Samehe familia yako kwa faida yako mwenyewe. Kuna mtu anataka usamehe familia yako kwa faida yako mwenyewe na Mungu. Amen. Ndugu zako, ishi maisha mapya maadamu Bwana ameachilia vazi jipya, ameachilia tabia mpya. Ipokee tabia mpya.